guys, today my name is Mohamed Joseph. Welcome to my channel. Welcome Isibania Center. Tunawakaribisha sana hapa. Tumekuja kuchunga ng'ombe kwenye mtaa huyu, na unaona jinsi unapoona ni mazingira masafi sana. Sasa hivi tumejitahidi kwanza kutafuta mbinu yoyote tu ili tuone kwamba tunaweza tukatafuta pesa ili tuanze ujenzi. Kama mimi hapa nimetaka nianze ujenzi juzi. Hizi siku zinazokuja nataka nianze ujenzi. Sasa unavyoona ndio tunazidi kuangalia mazingira kwa sababu unajua kama kuna sehemu unaweza kujitafutia ili ununue ili uanze kujenga nyumba. Sasa kama mimi bado natafuta, naona kabisa huku maeneo bado yako vizuri sana. Yako vizuri sana. Kawaida tu mimi ni mtu ambaye ninachunga ng'ombe. Mimi natoka Burundi. Sasa kitu ambacho napendaga kuangalia ni mitaa. Napenda kuangalia sehemu mbalimbali, vitu Kenya wanatuzidi ni nini. Ninavyoangalia Kenya wanatuzidi mashamba sana. Sisi huko Burundi tumekuwa watu wengi. Sisi ni wengi sana kuliko. Naona najikuta sasa kama tukiwa tunatafuta pesa lakini unakuta watu wengi sana tunakosa. Huku ni sehemu nzuri. Huku Kenya ni sehemu nzuri sana. Kuna wengi wanakujaga huku Kenya, wanajitafutia maisha. Mwisho wa siku tu wakishapata maisha yao, wakati wamefungua kama channel, unajikuta wamejenga tu huku. Sasa kama mimi hapa ninataka nije nitafute pesa ili ninunue kiwanja ili niachane na kazi za kuchunga ng'ombe. Kazi za kuchunga ng'ombe nimezikalia miaka mingi sana. Nimekaa miaka mingi sana nikiwa nachunga ng'ombe. Ndio inabidi sasa mtu abadilishe. Unajua huwezi fanya kazi ukiwa unategemea ni hiyo utafanya. Lazima unabadilisha. Kama mimi najua kama sasa hivi kazi nilizofanya ni nyingi sana. Nimefanya kazi za ujenzi, nimefanya kazi za watchman, nimefanya kazi za kulima. Sasa ndio maana unajikuta sasa kazi imekuwa nzito. Kama kazi ya kuchunga nimekaa nayo tangia nikiwa na miaka 7, lakini sasa hivi nimefikisha miaka 24 na bado sasa kazi ya ng'ombe ninaishughulikia kisawasawa. Ndio maana sasa nawaambia tusupportiane, tuone kwamba video zinaweza zikakaa ili tufanikiwe tutengeneze kila kitu. Sababu huku Kenya kitu ambao huku ni sehemu nzuri sana ambao nilivutia nayo. Kwanza niliingia Nyabuhanzi, nikazana Nyabuhanzi ni sehemu ambao ni mbaya, lakini Nyabuhanzi ni sehemu nzuri sana. Nyabuhanzi ni sehemu nzuri sana, na ukiangalia huku Isibania na yenyewe sema hivi bado huku Isibania bado kijiji hawajakijenga vizuri sana. Unaona bado mashamba yapo. Lakini siku kama mtu atajitokeza awe YouTuber wa Isibania, na maana kuna uwezekano wa kuinua hiki kijiji cha Isibania ili watu waanze na wenyewe kujenga manyumba makubwa. Naona mashamba ni makubwa kweli. Kuna vichukuu mbalimbali huku. Hivi vichukuu nilikuwa najua kwamba huko Burundi ndio viko vingi, lakini hata huko viko. Naona hapa kuna ududu unayokula miti. Unakulaga miti sana ududu, naona. Ni ududu unaokula miti. Na huyo ududu sasa kitambo nilikuwa nasikia wanasema kwamba ududu kama ni kitu kimekufa, ukitaka kujaribu uone kwamba hiyo kitu kina madhara au kiko na ugonjwa, unachukua nyama unaikata kidogo tu, unaenda unapeleka pale kwa huyo ududu. Ududu kikula na bado unaona uko uhai, ujue hiyo nyama iko vizuri. Lakini ukiona imekula halafu ikakufa, ujue haiko vizuri. Sasa lakini si vizuri kuchukua kama kitu unaenda unaweka kwa nyama, unaenda uweka kwa ududu ili ukufe, hapana. Inabidi unaangalia, unaweza kaita daktari akapima hiyo kama ni ng'ombe au mbuzi, anaipima na yaangalia chenye labda ipo. Naona kama sasa hivi tunavyochunga sasa, tunachunga lakini naona ng'ombe kwa kukosa kwa nyasi inakula hiyo magaraganja yenye imekauka. Hizo ndio inakula na inashiba kisawasawa. Inashiba kisawasawa, ndio maana unakuta sasa hatuna tabu sana ya kuteseka tunatafuta hizi nyasi.
Kama hapa tu nikichunga tu mida tu ng'ombe itakuwa imeshiba kwa kutokana na vyenye imezoea. Unajua na ng'ombe zinazoea hali. Zinazoea hali vyenye inakuaga. Ndio maana sasa inakuwa iko vizuri sana. Lakini unajua kuna utofauti ukiwa na nyasi. Ukiwa na nyasi kuna uwezekano wa kufanikiwa. Unaona kama hapa nyasi amekata. Ina maana hapa sasa hivi imeota tena. Ina maana hii imeota sasa itasaidia kitu kikubwa sana. Naona kuna avocado, hii avocado yenye inaonekana ni kama labda ng'ombe zilivunja. Ni kama ng'ombe zilivunja ndio ikaharibika. Lakini sasa hivi naona imeenda juu. Imeanza kupanda kwenda juu, ndio maana iko smart. Sasa ndugu zangu, tunaomba kusubscribers na kulike na kucomment. Kwa kutokana na vinyo tunakuaga, tunaomba tu hivyo vyote ili tuone kwamba tunaweza tukafanikiwa mipango ya kujenga. Na nilikuwa natamani mimi nikijenga tu niingie Burundi huko kwetu nikaoe, kwa sababu sasa hivi miaka inanipeleka mbali sawa, inanipeleka mbali sana. Ndio maana sasa inabidi mtu akishaona kwamba ana uwezo wa kunanili wa kujenga, inabidi aoe, kwa sababu akioa itamsaidia. Itamsaidia kama ni pesa aliyopata ana uwezo wa kuimiliki, akapea mke wake akamtunzia, au unaweza ukatafuta familia na yeye ikakula. Kwa sababu si vizuri kumiliki pesa mingi lakini unajikuta una familia ya kukula hiyo pesa. Sio vizuri. Ndio maana sasa unajikuta yani michango mingi sana. Imigerevario. Naona ni mti wanaitaga umugerevario, ndio wanauitaga hivyo, lakini huku sana wanapenda kuita mti wa ndege. Leo sasa nasikiaga uchungu, nimeungua, yani nasikiaga uchungu sana. Sasa ndugu zangu wa Afrika, wa wapi ambao nyewe mnapenda kutazama hizi video, nawakaribisha sana. Naona kuna muda mwingine nikiwa nimetengeneza video ambao labda iko na mchanganyiko au sijaoga, video hawaiangalii vyenye inatakiwa. Kwa maana sasa kuna muda mwingine na mimi nakata tamaa. Unajua kuna vitu vingine unakuta unaweza kauliza. Sasa unaweza ukatengeneza video, unajikuta wengi wanaipenda, wengine hawaipendi. Sasa ndio maana muda mwingine mimi nachanganya. Kuna muda unaweza ukapost video ambayo si ya kuoga, ili waangalie kwamba watazamaji wako labda wanaweza wakaangalia, lakini vyenye naangalia watazamaji wangu hawaangaliagi video zingine. Ni video za kuoga tu ndio wanazisupport, lakini video zingine hawasupport. Ndio maana sasa muda mwingine unakuta nimekata tamaa. Unajua kuna muda mwingine ukisema uogelee kila siku labda unaweza ukapatwa na madhara, labda unaweza ukagonjeka. Ndio maana sasa muda mwingine inabidi watu tujiulize ni kwa nini tunapiga video nyingi sana zenye hazina faida. Inabidi tuje tunaangalia. What's up guys, today my name is Mohamed Joseph. Unaona mvua inanyesha. Ni kunyesha inanyesha. Sasa ndugu zangu watazamaji wa kila video, nawasalimia sana, bye bye wa video hii. Naona mvua inanyesha kabisa. Sasa huu ndio mwisho wa video. Tunatamani sana muochi hizi video kabisa, mwashirikisha hata wengine. Tunazipeleka ng'ombe sasa nyumbani. Hapa zimeshiba, masaa yamefika, kila kitu kiko vizuri. Tunatamani sasa kila kitu kikuwe vizuri sana, yani vizuri sana. Yani mvua inanyesha kuliko. Sasa tunaona kila kitu kinakuwa kwa mpangilio. Naona sehemu kule kote mvua inanyesha, hakuna kitu ambacho tunakatalia. Sasa ndugu zangu tunaona kila kitu kiko vizuri. Ya man. Naona mvua inataka inyeshe. Mvua inataka inyeshe.
Na mimi sasa hivi sasa ndo naelekea nyumbani. Zamani nimechunga vya kutosha, sasa nataka niende nyumbani aisee. Sasa unaona, ukiangalia hali ya hewa haiko vizuri. Hali ya hewa haiko vizuri. Inabidi sasa tujisepe nyumbani. Watu wamelima sasa hivi, mvua ikishanyesha ina maana wanaanza kupanda mahindi, au wengine wanaanza kurudia ili wapande mahindi. Sasa of course tunawaomba sana kusubscribe na kulike na comment. My name is Muhammad Joseph kutoka Burundi. Tunawakaribisha sana. Channel nimeifungua ili tuone kwamba naweza nikaimprove, nifanye mchakato wa kutafuta pesa ili nikatafuta matofali, mabati, cement, vigai ili nianze kujenga. Sasa najua mtanisupport, hata bila kunisupport kwenye kifedha, mnaweza mkanisupport kwenye watch video zangu ili tuone kwamba zinaweza zikasonga mbele. Zikisonga mbele kama vyenye naona mna watch video zangu zinafika au chini ya sata 200, 300, 400, 500, itakuwa iko vizuri sana. Sasa ndugu zangu, tunaomba sana msupport video. Tunaomba sana msupport video hizi. Naona mvua kweli naelekea kunyesha. Naona kama pale upepo si mzuri, upepo umeanza kuwa kama ni mkali sana wa mvua. Ndio maana sasa muda mwingine tunafikiria sana. Kama sasa hivi jiulize, nimetoka Hispania, maeneo ya kule, naona Hispania. Sasa tunaelekea hapo Nyabuhanzi. Ndio maana sasa nawaambia kwamba kuna utembezi fulani. Na hii ni sehemu nilikuwa nachunga asubuhi. Nilianza hapa ndio nikaelekea tu mtaa wa huku. Nilielekea huko sasa. Najua mnajua ya mambo ya YouTube, lazima uende mbali mtaa kama mtaa. Halafu ndio ufikishe vigezo kila kitu. Naona ng'ombe zimekuwa vizuri sana, ng'ombe zimeshiba, unaona siko vizuri sana. Ndio maana sasa nawaambia maeneo yako vizuri tu. Tunamshukuru Mungu, tumepata kila kitu. Naona mvua tu inakaribia kunyesha. Yaani nimechunga hadi sasa hivi. Sasa ndio nataka nielekee sasa huku Hispania. Tunaenda kunywesha ng'ombe. Tunaenda kunywesha ng'ombe Hispania. Unaona njia ndio hiyo. Hii ni njia inaelekea Hispania. Na bahati nzuri sasa huku Hispania walitengeneza ya daraja, lilikuwa hakuna daraja, lakini sasa hivi wameitengeneza. Na maana sasa hivi kila mtu anapita kwa vizuri kabisa. Anapita vizuri sana. Sasa ndugu zangu, mnajua sasa hivi huyu mbunge wanataka kuchagua huku Kenya ni mbunge mzuri sana. Kwa sababu yeye kila kitu naona anagharamikia sana. Ndio maana nakuta vitu vingi sana anatengeneza. Vitu vingi anatengeneza. Basi naona hapa ndo tunaelekea sasa tunyeshe hizi ng'ombe, alafu tukitoka huku Hispania tuelekee hapo Nyabuhanzi ambao ng'ombe zilipotoka. Tuzipeleke huko zikae kidogo, halafu sasa ndo tuelekee nyumbani. I'm good. Unajua jua sasa limeshakuwa huku. Sasa likiwa kuwa huku sasa nakuta kamera haiko vizuri. Naona kama haiko. Lakini hivi iko vizuri. Naona nakuta sasa naigeuza. Naona nakuta naigeuza. Sasa usijali kabisa. Kwa na nyie kila kitu kitawezekana. Hasha, wow. Chini. Itakuwa vizuri sana. Daraja limetengenezeka sasa hivi, mambo ni maswali kabisa.
Tukimbie. Ya. Ona mambo yako swali kabisa. Daraja limeshakuwa, daraja limekuwa. Nyamoni maji ni washenze. Ya tuzipeleke huko ambao sehemu zimezoea, kwa sababu hapa ng'ombe zimeharibu sana. Mnaona ng'ombe zimeharibu sana hii mazingira. Hii maji ni machafu sana. Naona sasa ng'ombe haziwezi kunywa hii maji. Kama hizi zangu zimezoea tu kunywa maji masafi sana, zimezoea kunywa maji masafi, ndio maana zinakuaga hivyo. Maji inakuaga ni machafu sana. Ngoja tuzipeleke hapa chini zikunywe haya masafi. Zikunywe haya sasa, ndio mambo yakuwe vizuri sana. Kwa vizuri sana, kwa sababu kama hapo hapana, hiyo mazingira yote yameharibika kwa kutokana na venye walikuwa wanatengeneza hiyo daraja. Ndio maana sasa tunyweshe hapa chini. Acha kuharibu maji. Sasa huu ndo mwisho wa video. Sasa inatakiwa sasa subscribers na like na comment, kwa sababu tumeshafika kikomo, na maana video itakuwa ni ndefu sana. Tukisema tuje tunaendeleza, itakuwa ni ndefu kupita maelezo. Ng'ombe zimeshashiba sasa. Hapa inabidi tuelekee kuchunga maeneo ya hapo mtoni. Sapo guys. Ya, nyasi imekosa kabisa. Nyasi imekosa. Inabidi sasa watu tuanze kutafuta uwezekano wa nyasi. Naona hapa lazima tuchunge kwa miti. Lazima tuchunge kwa miti ili watu tupate nyasi. Sasa ndugu zangu, mnajua huku Kenya mvua ilikataa kunyesha, watu tunateseka kama watu wanaochunga ng'ombe. Naona tunateseka sana. Ndio maana mnaona sasa muda mwingine tunaangalia venye mtu anaweza kaenda kachunga kwa miti, au mtu venye anaweza katafuta nyasi ili ng'ombe zikule. Sasa tunaweza tukasubscribers na like na comment. Kwa majina yangu naitwa Mohamed Joseph, natoka Burundi. Sasa hivi nimekuja kutafuta maisha yangu ili nione kama naweza nikapata ili nianze ujenzi.
ya ili nianze ujenzi wa nyumba. Unajua kama sisi huko kwetu wengi sana tunapenda kutengeneza nyumba za miti wengi, kwa sababu hatuwezani na kununua matofali. Inabidi sasa tutengeneze nyumba za miti au matofali ya udongo ambao si ya kuchoma. Sasa ndugu zangu, inabidi sasa tusapotiane, tuone kwamba ukamilifu wa kila kitu inawezekana. Unaona, na ile ng'ombe ambao hiyo ng'ombe ilikuwa ni mgonjwa sana, venye sasa hali inazidi kuendelea, nikaona sasa sitakuja naibakisha nyumbani kila muda, inabidi sasa niipeleke ikachunge, ili ichunge na zingine labda inaweza ikapata raha ikakula. Lakini naona inauma kidogo, ndio maana sasa hapo napata furaha sana. Na ninamuomba Mwenyezi Mungu hii ng'ombe ipone, kwa sababu hii ng'ombe ilikuwa na pesa mingi sana. Hii ng'ombe ilikuwa imesimama kwenye 150,000 ya Kenya. Na unaiona kabisa sasa hivi imepungua mwili kwa kutokana na ugonjwa. Huu ugonjwa ni kama ni virus. Sasa ndio maana naona ng'ombe inagonjeka hivyo, inagonjeka kupita maelezo. Sasa ndugu zangu, nikaona sasa ngoja nije niangalie venye naweza nikaichunga ili tuone kwamba inaweza ikapona. Sasa siku hizi nimenunua stand, tuone video kwamba zinaweza zikakaa vizuri. Nimenunua stand, sasa ni vizuri sana tukiwa tunanyie. Venye nimenunua stand, nataka hizi video ninazoweka nisiwe kama nimenunua kitu ambao hakina manufaa. Nataka ninunue kitu ambao naona kisawasawa kwamba nitafanikiwa. Kwamba nimenunua stand hata ikiwa ni 1,000, lakini nione kwamba naweza nikapata. Sasa nashukuru sana yenye mnaendelea kunisupport na kuwatch video zangu. Nashukuru mno. Naona kabisa hapa nyasi zinakula tunyasi twenye tumekauka, kwa sababu zenyewe zimezoea zinakula tunyasi tumekauka, kwa sababu hali imekuwa ngumu sana ya ng'ombe. Imekuwa ni ngumu. Sasa kwa sababu imekuwa ngumu, inabidi sasa ng'ombe zijisepee hivyo zivumilie maisha. Sasa what's up guys, tunataka sasa tusubscribe na kulike ili tusapotiane, tuone kwamba video zinaweza kuwa na mwendo sana. Maana kuna muda nikiposti video na kutumefikisha kama watch hours kama 30, muda mwingine 40. Inabidi sasa hata ijitahidi fike 200. Ikifika 200 hapo nafurahia sana mno. Sasa ndio maana muda mwingine kuna muda tu nakata tamaa. Kama video ya jana niliyoweka, watu sana hawakufuatilia, wamfuatilia watu 10 tu. Sasa kama hapo naboeka sana nikiona video yangu ilivyoenda vibaya, naboeka. Sasa inabidi watu tusapotiane, tuone kwamba madhara ni nini ya hii video yenye mtu ameweka. Ni kitu gani kinaweza sababisha kuwe hivyo? Ni kitu gani kinaweza sababisha video labda ikuwe hivyo? Kwa sababu mimi naona video nikiwa naipiga vizuri sana. Inakuwaga na mvuto mzuri tu. Sema sisi wenyewe tu ambao hatupendi video za kila aina, ndio maana unajikuta watu wamewatch video vibaya sana. Naona kabisa huku Kenya kitu ambao kinakuwaga vizuri, unaona miti, wanaipanda miti kwa mstari. Ukipanda miti kwa mstari inamaanisha kwamba hii miti sasa itakuwa vizuri inanyooka. Si ukipanda mtu unapanda huku na huku na huku, unakuwa umechanganya. Hii ng'ombe imegonjeka sana, naona hata kukula haikuli vyenye inatakiwa. Sasa inabidi tuchunguze shida ni nini, tujue mapema ni shida ni nini ya hii ng'ombe. Sasa ndugu zangu, nashukuru sana yenye mnaendelea kusupport video zangu. Mnaona mazingira yako vizuri sana. Wa Burundi tunawasalimia sana, sisi wa Burundi wenzenu tunawasalimia sana.
na vile wengi ambao hamsupport video zetu, lakini vile vile sisi tunawasupport. Tunasupport video zenu venye mnazipost, sisi tunang'ang'ana tu kuziangalia. Si lazima kila mtu agiangalia video kwamba anaangalia venye inakuwa ni nzuri au kwenye hivi niko mbaya, hapana. Unaangalia video kutokana na venye maelezo yako au venye video inakuwa inasomeka. Si lazima ukiona video kwamba ni mbaya na wewe unaacha kuwatch. Unaweza kuwatch tu hata dakika 2, dakika 1 tu, halafu maisha asonge. Wengi wa Burundi tukifika huku Kenya, mtu akitupea kazi tunaikataa. Tunakataa kama hii kazi ya kuchunga. Tunaona hii kazi ni mbaya, lakini mimi kwangu naona hii kazi ni nzuri kwa kutokana na vile naiona. Kazi inakuwa ni special sana. Huu ni mti fulani ambao ukikuangukia kwa macho inakuwa ni mbaya sana huyu. Yaani ukikuangukia kwa macho inakuwa mbaya. Naona kama hapa sasa, ukiwa umepanda miti hapo ukaona kichaka kama hiki, inabidi ukikate. Inabidi hiyo kichaka ukikate kwa kutokana na venye maelezo yanakuwa. Kwa sababu kama hii kichaka ikiwa hivyo ni kibaya. Ni kibaya hiki kichaka kwa kutokana na venye kinakuwa kinaharibu mazingira ya miti. Hata miti naona haikuota vizuri. Yote kibaya. Naona kuna ng'ombe nataka kuleta vibaya sana. Yaani yenyewe haikuli, lakini ni kung'ang'ana na kugonga miti, na maana hiyo ni mbaya. Kama ni sehemu umeenda kuchunga halafu ng'ombe aanze kuvunja miti, na maana kuna uwezekano wa kufukuzwa au wa kukata pesa kwa kutokana na vile inaharibu. Na maana sasa una muda mwingine unakuta naikataza ili isiharibu miti ya watu. Naona yaani yenyewe haikuli, na maana inagonjeka, halafu shida ni kuharisha. Inaharisha sana. Mara ya kwanza ilikuwa inaumwa sinabi, sasa vyenye sinabi imetoka kwa mwili wa hiyo ng'ombe, na maana haiwezi kosa shida nyingine. Itasababisha nitoke, maana naona majanga mengi sana ina matatizo kuliko. Guys. Jamani, naona sasa ni vizuri sana, mvua inanyesha. Nategemea hii video kwa monetization, yani iwe vizuri sana. Unaona kule kote mvua iko vizuri, na hii simu naamini sana kwa sababu mvua haipendi kuingia sana. Ndio maana sasa mnaona hii video inakuwa kuna giza kidogo kwa kutokana na venye mvua iko. Sasa watu watalima vizuri. Mvua ikinyesha hivi kila kitu kitakuwa vizuri sana. Kila kitu kitakuwa vizuri.